Azimio la umoja. Maana ya azimio la umoja ni ya kwamba ni mkutano ama ni movement ambaye inafaa ilete Wakenya pamoja. Na hii ni mambo ambaye ilianzishwa na Baba Raila Amolo Odinga. Na madhumuni ya hii mkutano ya azimio la umoja ni inafaa Wakenya wakuwe kitu kimoja bila kuzingatia ukabila yao, dini yao, rangi yao, vile wanakaa, pali wanaishi. Anataka Wakenya wakuwe kitu kimoja kama Wakenya. Hii safari yake ya azimio la umoja ilianza huko kaunti ya Nakuru kwa Governor Lee Kinyanjui. Mkutano ya kwanza mwezi nafikiri 2.5 ama 3 saa hii ilio wakazungumuza na wakafanya azimio yao la umoja. Baada ya Nyanza ikaenda huko Western Kenya, counties ya Bungoma, Kakamega, Busia, Vihiga na Trans Nzoia wamekaa namna hii vile nyinyi leo mmekaa. Hao pia wakafanya azimio lao ya umoja. Baada ya Western ikaenda huko Masailand, counties ya Kakamega, ya Kajiado, Narok, Laikipia, Samburu walikaa huko Kajiado County na wakafanya azimio la umoja. Baada ya Masai ikaenda huko Mombasa, huko Pwani, county ya Kilifi, Tana River, Lamu, Mombasa, Kwale na Taita Taveta walikaa vile mmekaa leo hivi. Na hawa pia wakafanya azimio ya nini? Azimio ya. Baada ya Pwani mkutano safari ikaenda huko Northern Kenya, county ya Wajir, Garissa na Mandera na Marsabit na Isiolo walikuja pamoja. Hawa pia wakafanya azimio la umoja. Baada ya hiyo ikaenda huko Isiolo pia tena. Turkana. Unaona baba iko na memory kali hata kushinda mimi. Hiyo sisi ni watu wa kutembea town sana. Sasa saa nyingine inategemea pale ulilala jana. Sasa baada ya huko Garissa ilienda huko Turkana ilikuwa kama constituency 6 na walikaa kama region. Hawa pia wakafanya azimio lao ya. Baada ya Turkana ikaenda Isiolo. Eldoret, Uasin Gishu. County ya Uasin Gishu, county ya Elgeyo Marakwet, county ya Nandi na county ya Baringo walikaa katika miji wa Eldoret. Vile mmekaa hivi na hao pia wakafanya azimio lao la umo. Baada ya Eldoret safari ikatembea tena ikaenda paka Isiolo. County ya Marsabit, Isiolo na part of Samburu walikaa pamoja tena wakafanya azimio lao la. Baada ya Isiolo sasa imekuja hapa. Baada ya Isiolo ilienda Mount Kenya East, county ya Meru, Embu na Tharaka Nithi walifanya mkutano kubwa kama hii katika miji wa Chuka Town na wakafanya azimio la umo. Baada ya sasa Eastern, upper Eastern huko ya Mount Kenya ya East, safari ikakuja huko upande wa Ukambani ya Lower. Sasa tuko hapa na county ya Makueni, county ya Machakos na county ya Kitui. Leo tumekaa hapa ili tufanye pia azimio letu la umo. Hii azimio la umoja ina mambo kadhaa. Moja yao ni ya kwamba sisi tunataka, na baba amesema anataka ashauriane na wananchi ya Wakenya. Asikie maoni yao kwanza. Asikie vile wanasema.
Moja yao anataka kujua kama Wakenya wanataka wakae pamoja, wakae kwa umoja kama Wakenya. Jambo la pili, tunataka kushauriana na Wakenya ya kwamba baba aendelee ama asiendelee? Aendelee ama asiendelee? Aendelee ama asiendelee? Baba anataka kusikia sauti ya Wakamba kama ataendelea ama ataendelea, kwa sababu yeye hataki kukimbia kama wale wengine wanatembea kama wachawi. Miaka 8 saa hii wanatembea tu, hakuna mtu ameeleza hao wasimame, hawajashauriana na wananchi ya Kenya, hawajauliza wa Kenya kama watasimama wasimami. Unaona tu hao wanatembea tu kwa mabarabara wakitangaza vitu. Yeye amesema kabla hajatangaza kusimama lazima akae chini na Wakenya asikie maoni yao. Baada ya kujua maoni, baada ya hapa kuna azimio la umoja ambayo itafanyika katika kaunti ya Nyeri, ambayo itaunganisha kaunti 5 ya Central Kenya. Baada ya hiyo kuna mkutano ya azimio la umoja ya Nairobi County. Baada ya hiyo kuna kongamano kubwa ya azimio la umoja tarehe 9 mwezi wa 12 Disemba katika kongamano la kubwa ya huko Nairobi, ambayo itakuja kuleta Wakenya wote pamoja, sehemu ambayo ametembea yote, kutoka Nakuru kuelekea Nyanza, Western, huko Eldoret, counties ambayo walikutana hapo, Turkana, Northern Kenya, Ukambani, Pwani, Masai. Iko sehemu amewacha nyuma kweli? Iko sehemu amewacha nyuma? Na yeye amesema hawezi kukuita mkutano ya kubwa huko ya kuazimio la umoja Nairobi bila kukutana na wananchi kutoka sehemu za Ukambani. Amesema lazima akutane na hawa kwanza ndio ataita hiyo mkutano, ndio itafanyika. Na mimi nimeshukuru nyinyi sana leo kwa kujitokeza kupitia viongozi yenu, vile mmejitokeza kwa wingi sana, ambaye inadhihirisha ya kwamba mnapenda umoja, amani na uzalendo ambaye baba anataka nchi yetu iendeshwe naye. Unajua nchi yetu ni nchi ambayo inastahili heshima. Kwa kumalizia, ni nchi ambayo inastahili heshima kwa sababu lazima uchukue maoni ya wananchi kabla hujafanya uamuzi yoyote. Hiyo ndio heshima kubwa ambaye unaweza fanyia Wakenya. The biggest tragedy now that has happened in our country for the last 8 years, miaka 8 sasa, ile janga kubwa ambayo imefanyika katika nchi yetu ni moja. Tuko na naibu wa rais ambaye anatembea na mali ya Wakenya kama naibu wa rais, lakini hafanyi kazi ya naibu wa rais. Anatumia pesa ya Wakenya kwenda kutangatanga na kusema nimesimama rais, na Wakenya hawajaambia yasimame. Hakuna, nyinyi mliambia yasimame? Sasa hapa tukifanya uamuzi baba asisimame, sisi tutarudi kwa mkutano nyingine tuseme Wakamba wamesema hivi. Lakini hapa mmesema baba aendelee ama asiendelee? Aendelee ama asiendelee? Aendelee ama asiendelee? Kwa kumalizia, mimi nataka kushukuru nyinyi wote kwa kujitokeza. Tuko na mkutano kubwa pia rally hapa wote, na tuko na mkutano kubwa hapa Emali, na hii ni mkutano tu ya leo kushauriana na nyinyi kama viongozi ama wananchi wa upande hii. Baada sasa tutarudi hapa tena kuzungumza na nyinyi kwa urefu kuanzia Januari ili tukue pamoja. Baba maono yake ni moja tu. Anataka Wakenya wakue kitu kimoja. Anataka Wakenya wakue Kenya ambaye haina ukabila, haina ubaguzi ya kidini, kijinsia, kirangi chochote. Hiyo ndio maono yake. Hiyo ndio ile Kenya ambaye anataka awache nyuma. Sio Kenya hii ambaye watu wanagauliwa. Na sisi ni watu ambaye tofauti ya sisi na wale wengine, tofauti ya baba na wale wengine, anataka watu wafanye pamoja, vyama vyote wakue pamoja, ili wakue pamoja katika kuendesha nchi ya Kenya. Sio kama hii ambaye mtu anatembea na chama moja tu ya UDA ambaye anataka kurudisha sisi kwa ile kipindi ya zamani ya baba na mama ya KANU. Atiingia chama yangu, kama wewe hapana iko kwa chama yangu hatuwezi kufanya kazi pamoja. Sisi sio namna hiyo. Sisi tunafanya na vyama vyote hapa duniani. Tunafanya na vyama vyote hapa duniani.
Kwa hayo machache, asanteni sana, Mungu awabariki, na nimeshukuru vile mtakaribisha. Asante.